أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma baada ya kumshukuru Allah tabarakahu wa taala aliyetakasika na kutukuka na kumtakia rehma ziada za kheri kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizotumwa naye Mwenyezi Mungu, kama alivyomsifu Mwenyezi Mungu mtume wake katika kitabu chake kitukufu wa innaka la'ala khuluqin adhim. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mungu anasema na hakika yako wewe Muhammad upo juu ya tabia nzuri. Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika amekuwa huyu mtume Muhammad kwenu nyinyi ni kiigizo kilichochema. Kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo kilichochema kwetu sisi, basi jua kabisa na yeye aliota kama hivi ambavyo leo tunaenda kuangalia tafsiri ya ndoto juu ya kuota wafu au kuota mayit. Sasa kama mtume aliota, yeye aliota, maana yake ni kwamba ulikuwa ni wahi kwa Mwenyezi Mungu, ulikuwa ukimteremkia kwa njia ya ndoto, miongoni mwa njia ambazo Mwenyezi Mungu alitumia kumfikishia mja wake huyu mtume Muhammad ujumbe. Basi na mimi na wewe tunaota, ambapo Mwenyezi Mungu anatufikishia habari mbalimbali tulizokuwa nazo, zijazo, zilizopita, tunafikishiwa kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, usipuuzie swala zima la ndoto, ni kitu muhimu sana sana sana. Sasa kabla tujaenda kwenye ndoto yetu kuizungumzia, nipende kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti, bila kusahau alama ya kengele unayoiona katika video yako kuigusa, ili uwe mwanafamilia pendwa wa channel yako hii ya Ibn Umar Al-Mukhtar. Nasema ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Kwa hiyo ungana nami kwa pamoja, tuende tukatazame swala zima la kuota wafu, almayitu fil manami, kuota wafu usingizini. Huu ni mwendelezo wa hiyo ndoto yetu ambayo zile ndoto ambazo tulizianza nyuma za kuota wafu. Sasa tunaanzia hapa ambapo mwanazuoni anasema wa man raa, na yule atakayeota, wa man raa annahu mata, yule atakayeota hakika yake yeye amekufa, wadufina, na akazikwa, wakana mutazawijan fa innahu yufariqu imra'atahu, ikiwa mtu huyo atakuwa ameoa basi atamwacha mke wake. Ikiwa mtu aliyeota kwamba amekufa na akazikwa, basi ndoto hiyo inamjulisha kuwa atafarikiana na mke wake. Nukta nyingine inasema kwamba wa maraa, yule ambaye atakayeota annahu qad mata wa dufina fa in kana abdan dalla ala atqahu, kwamba yule atakayeota kuwa amekufa ila hali mtu huyo atakuwa ni mtumwa, basi mtu huyo akiota kuwa amekufa na akazikwa, ikiwa mtu huyo ni mtumwa, basi ndoto hii inamjulisha kuwa ataachwa uhuru. Nukta nyingine ya kuota kufa usingizini, almayitu fil manami, nasema kwamba wa in kana musafiran, na ikiwa mtu huyo ni msafiri, raji'an ila ahlihi, mtu huyo atarejea kwa watu wake. Wal mautu dalilul khairi liman kana khaifan, lakini kuota kufa ni dalili ya khairi kwa yule ambaye anamuhofia, anamuogopa Mwenyezi Mungu, basi ni dalili ya khairi. Au kana hazina, au yule ambaye mwenye huzuni, pia kuota kufa kwake ni dalili ya khairi, huzuni zake zitaondoka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhana. Mwenyezi Mungu akujalie katika hayo ambayo tumeyazungumza hapo. Lakini mwanazuoni anaendelea kusema kwamba
wa idha raa, pindi utakapoota, annahu mata, hakika yako wewe umekufa, dalla ala barihi min maradhi, inajulisha kuhusu mtu huyo ambaye ameota kuwa amekufa, basi inamjulisha kuhusu kupata ponyo la maradhi yake, kwamba ukiota ama mtu akiota kuwa amekufa, basi ndoto hiyo inamjulisha ponyo juu ya maradhi yake yanayomsumbua kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu pale ambapo anaposema kun fayakun. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akajalie ponyo katika maradhi yako kwa kuota ndoto hii. Wa maraa, pia vile vile yule atakayeota annahu baina qaumil amwat, kwamba mtu huyo yupo baina ya watu waliokufa, fa innahu baina qaumil munafiqina, basi mtu huyo atakuwa yupo baina ya kaumu ama baina ya watu waliokuwa wanafiki. Yani ukiota kuwa upo baina ya watu waliokufa, watu wengi wamekusanyika kwako ila hali wamekufa, ama unawatambua kabisa watu hawa walikufa, basi jua kabisa upo na watu ambao ni wanafiki kwako. Nukta nyingine ya kuota wafu usingizini, almayitu fil manami, kuota wafu usingizini, inasema kwamba wamaraa, na yule atakayeota, wamaraa annahu bisahibi maitan, na yule atakayeota kwamba yupo na mtu aliyekufa, fa innahu yusafiru safaran ba'ida, basi mtu huyo atasafiri safari ya mbali, wa yusibu fi safarihi khairan kathira, na atapata katika safari yake hiyo khairi nyingi sana. Mwenyezi Mungu akujalie khairi hizo ikiwa wewe ni msafiri insha Allah. Nukta nyingine ya kuota kufa usingizini au kuota wafu usingizini, anasema mwanazuoni huyu, annahu wa man raa annahu yunqilu al-amwat ila maqabir, na yule atakayeota kuwa anawahamisha wafu kutoka katika makaburi, fa innahu amrul haqq, mtu huyo atakuwa yupo katika kuamrisha mema. Kwa hiyo ukiota kuwa unahamisha wafu kutoka katika makaburi, basi mtu huyo atakuwa katika kuamrisha mambo ya haki, mambo mema. Anaendelea tena kutuambia Muhammad bin Sirin, mwanazuoni huyu wa tafsiri al-arham, tafsiri za ndoto. Nukta hii nyingine anasema, wa man raa maitan annahu hayyun, na yule atakayeota maiti ikiwa yeye yuko hai, fa innahu yahya lahu amrul mayit, mtu huyo atakuwa katika kuyauhisha mambo yaliyokufa, atakuwa katika kuamrisha mambo yaliyokufa. Ndoto nyingine ya kuota kuwa lakini anaendelea tena kusema mwanazuoni huyu, wa inkana fi usri, na ikiwa yupo katika jambo zito, fa innahu yatihi yasra, basi mtu huyo utamjia wepesi. Yani ikiwa mtu huyo yupo katika mazonge mazito ya dunia, basi utamjia wepesi, min haithu la yash'ar, yush'ir, kwamba katika njia ambayo wala haitarajii wala haifikirii. Kwa hiyo nukta hiyo inaeleza hivyo. Lakini nukta nyingine ya kuota kufa usingizini ama kuota wafu usingizini, anasema wa man raa hayyan a'ta al-mayyit shay'an, na yule atakayeota kuwa anawapa wafu ama anampa mfu kitu, mimma yukilu, katika kitu ambacho kinaliwa, au yushrab, ama kitu ambacho kinaweza kunywewa, fa innahu dhararan yusibuhu fi malihi, basi mtu huyo kuna uharibifu ambao unaweza ukajitokeza katika mali yake. Yani ukiota wewe unampa maiti kitu ambacho ni chakula ama kitu ambacho ni cha kunywa, basi utapata uharibifu katika mali yako. Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akuhifadhi insha Allah. Nukta nyingine ya kuota kufa usingizini, inasema wa man raa annahu wa in raa maitan, na utakapoota maiti, a'tahu ta'aman, anakupa chakula, fa innahu yusibu rizqan sharifan, basi mtu huyo, yani kwamba ukiota kuwa unapewa chakula na maiti, basi utapata riziki iliyokuwa tukufu kabisa.
min mawdhi'in lam yakun yarjuhu, katika sehemu ambayo wewe ulikuwa utarajii. Yani utapata riski iliyokuwa tukufu mahali ambapo wewe hujapatarajia kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kukuletea riski katika mahali kama hapo. Lakini nukta nyingine ya kuota maiti usingizini ama kuota wafu usingizini, man raa annahu yuqbilu maitan wa kana sahibu ru'ya maridhan, mtu ambaye atakayeota anakabiliana na maiti na mtu huyo ikiwa yeye ni mgonjwa, fa innahu yadullu ala mautihi, basi inajulisha juu ya kifo chake. Mwenyezi Mungu hakujalie kheri na baraka katika ndoto yako hii, ikiwa ni mambo mengine ambayo yanasababishwa na vitimbwi vya wanadamu, vitimbwi vya uchawi, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, Mwenyezi Mungu akukinge. Yani ukiota kuwa unakabiliana na maiti na ikiwa mtu huyo ama ikiwa mtu huyo ambaye anaota hivyo kuwa anakabiliana na maiti ni mgonjwa, basi ndoto hiyo inajulisha juu ya kifo chake. Wa in kana sahihun badani dalla ala kalamuhu batil, na ikiwa mtu huyo ni mwenye afya kamili, basi inajulisha maneno yake yaliyokuwa ya batil. Yani mtu huyo anazungumza maneno ambayo si sahihi, maneno ya batil, maneno ya uongo. Mwenyezi Mungu akuhifadhi, Mwenyezi Mungu akulinde kutokana na kitendo hicho ambacho si kizuri. Lakini nukta nyingine ya kuota maiti usingizini, kuota wafu usingizini, anasema mwanazuoni, waman raa annahu yunkihu maitan fi qabrihi fa innahu yazni, ikiwa mtu ataota kuwa anamuoa mtu aliyekuwa kaburini, yani anamuoa maiti akiwa katika kaburi lake, fa innahu yazni, basi mtu huyo atakuwa anafanya machafu, atakuwa anafanya mambo ambayo si mazuri, kama anavyosema Mwenyezi Mungu kwamba jiepusheni na zinaa, wala taqrabu zina, wala msikaribie zinaa, innahu fahishatan wa saa sabila, hakika zinaa ni uchafu na njia iliyokuwa ovu. Mwenyezi Mungu atulinde, Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Nukta nyingine ya kuota kuwa unaota wafu usingizini, mwanazuoni anaendelea kutupitisha akisema kwamba waman raa, na yule atakayeota maitan yudhribuhu, na yule atakayeota maiti anampiga, fa innahu yanamu khairan min safari, kwamba ikiwa mtu ataota anampiga maiti, basi mtu huyo atapata kheri katika safari yake. Kwamba ukiota unampiga maiti, basi utapata kheri katika safari yako. Mwenyezi Mungu akujalie kula kheri. Lakini nukta nyingine ya kuota kufa usingizini ama kuota wafu usingizini, anasema mwanazuoni, man raa annahu maitan nadahu min haythu la yarahu, ikiwa mtu ataota kuwa anaitwa na maiti katika sehemu ambayo yeye amuoni maiti huyo, fa ajabahu, na akamwitikia maiti huyo, fa innahu yamutu wa yalhaqu bil mait, basi mtu huyo atakufa na ataonana na mfu huyo ama maiti huyo. Insha Allah, mpaka hapa tulipoweza kufikia katika nukta hii, mimi niweze kuweka koma. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhana atuwafikishe katika nyakati nyingine ambayo tutaweza kuendelea kuzungumzia ndoto hizi za wafu usingizini. Nipende kukwambia ama kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kugusa alama ya kengele hiyo unayoiona hapo katika video yako, kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali ambazo zinazotoka hapa katika chaneli yetu pendwa ya Ibn Umar Al-Mukhtar. Tunasema ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Sasa ikiwa kwamba una ndoto nyingine binafsi ambayo inakusumbua, inajirudia mara kwa mara, ndoto ambayo inakutisha, ndoto ambayo haikutisha lakini uelewi maana yake ni nini, basi unaweza kututafuta kupitia namba za simu unazoziona katika simu yako hapo ama runinga yako. Ibn Umar Al-Mukhtar, tunasema ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara
yangu. Lakini katika madua pia, ukiwa unahitaji dua unaweza kutafuta Ibn Umar al-Mukhtari. Ukiwa unahitaji tiba za maradhi mbalimbali, ikiwa hata maradhi ya kibiolojia, pia unaweza kutafuta Ibn Umar al-Mukhtari. Nipende kumalizia kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni.